sehemu yote ambayo utaleta bid'a fahamu kwamba umeua sunna. Sunna baada ya sala ya faradhi, imamu awaelekee maamuma kama walivyosema masahaba kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anapomaliza sala aqbala alaina biwajhi, anatuelekea kwa uso wake, anatuelekea maamuma wake, na kuna mkao wake na uelekeaji wake. Huelekei moja kwa moja, lakini unamili kidogo upande wa kushoto, unamili kidogo upande wa kushoto kwako. Tumeelewana vizuri? Watu wa bid'a wao wanafanyaje? Wanaelekea wapi? Wanaelekea al-mashriq. Maamuma wanawapa ubavu wao wa kulia, shavu la kulia, funda la kulia, mkono wa kulia. Wao wenyewe wameelekea mashriq. Kwa hiyo hii ni bid'a ya ukaaji wa imam baada ya sala. Imeua sunna ya ukaaji wa imamu kuelekea maamuma. Kweli si kweli? Kadhalika baada ya hapa Rasul alayhi salatu wassalam akitoa salamu alikuwa akifanyaje? Akitoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anasema nini? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mara ngapi? Mara 3. Hii ni kwa imamu na kwa maamuma, na hikma yake ambayo wanahitaji ahlul ilm kwamba huenda wewe katika ile sala kuna mapungufu fulani yalipatikana. Kwa hiyo imekuwa astaghfirullah kuziba yale mapungufu yaliyopatikana katika sala yako, na kalima hii ya istighfar ndiyo hikma kuliko kusema alhamdulillah, kuliko kusema alhamdulillah. Unafanya istighfari kwa mapungufu yaliyopatikana katika sala yako. Kila mmoja anasali ana mapungufu yanapatikana, huzidiana, haya kama makubwa, yale kama madogo. Na ndio maana pia malipo ya swala zetu hutofautiana. Yule akapata thumni, yule akapata rubu', yule akapata khumus, yule akapata sudus. Tumefahamiana? Safu moja ujira tofauti. Yule kasali kavaa kilemba, yule kasali kichwa wazi, yule kasali kavaa kanzu, yule kasali kavaa suruali. Nadhani kwamba atakuwa sawa katika ujira? Hawawezi wakawa sawa katika ujira. Kwa hiyo yule anasali ametoka kidogo nje ya sala, anawaza shamba lake, amewaza duka lake, kamwaza mkewe, karudi. Kwa hiyo baada ya salamu kusema astaghfirullah inaendana na yale mapungufu yaliyopatikana katika sala, na yanaunga yale mapungufu. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wasalam yeye alikuwa akisema astaghfirullah na maamuma walikuwa akisema astaghfirullah. Lakini leo hii utakuta baadhi ya watu akishamaliza kutoa salamu alhamdulillah, anafikicha viganja vyake na anajipangusa usoni mara 3, alhamdulillah, alhamdulillah, kisha ndio aleta mambo mengine. Kwa hiyo alhamdulillah ulioisema baada ya kutoa salamu, hii ni bid'a na imeua sunna, imeondoa nafasi ya sunna. Nafasi ya sunna ni nini? Astaghfirullah. Kwa hiyo haipatikani bid'a isipokuwa inaua sunna. Sehemu iliyokuwa bid'a, sehemu hiyo ilitakiwa ikae sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, imamu huyu anasema astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Ndipo anapowageukia maamuma. Wao haya yote hawayafanyi, na wakisoma hii Allahumma anta salam wa minka salam wanaongezea mambo mengine, tabarakta ya dhal jalal, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata dar assalam. Imetoka wapi hii? Fahayyina rabbana bisalam, wapi imetoka hii? Wa adkhilna aljannata dar assalam, wapi imetoka hii? Wameongeza mambo yao katika dhikri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kuomba dua
baada subhanallah alhamdulillah wa bihi nasta'in wanaanzaje sijini Allahu akbar wala ilaha illa Allah Allahu akbar walhamdu wana maneno yao vibwagizo vyao hivi vibwagizo alafu ndo wa bihi nasta'in alhamdulillah utamuuliza umepata wapi hii wa bihi nasta'in ili iwe ni mwanzo wa kusema alhamdulillah hakuna umepata wapi hili la kuwalakinisha maamuma hizi adhkari kweli kwamba imetajwa si vibaya imam kwa maamuma wasiojua kusoma hizi adhkari kwa sauti ili wao wasikie waige kutoka kwake haya yamesemwa na maimam na miongoni mwao ni al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi lakini Imam Shafi'i anasema wakishajua imamu aache. Sasa misikiti yetu hii ina miaka mingapi? Ina miaka na mikaka. Hawa wazee wenye mvi ambao wanawaambia maneno hayo wameanza kuswali lini? Iwe kwamba kusema subhanallah alhamdulillah Allahu akbar hawajui mpaka waingie kaburini, yani mpaka wafu. Hili kadhalika linakhalifu sunna na linakhalifu huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na wala sio aliyozungumza al-Imam Shafi'i. Kwa hiyo kuwaombesha dua wewe unaomba wao wanaitikia, hili nalo limeziba nafasi ya sunna, kwa sababu adhkari za baada ya sala si peke yake subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, si peke yake hizo. Kwa hiyo ukiomba dua baada ya pale kuomba dua watu wanainuka wanaondoka zao, kuna sunna pale wameziua. Kuna ayatul kursi ambayo Rasul alayhi salatu wasallam anasema kwa atakayesoma baada ya kila sala ya faradhi ayatul kursi, baina yake na pepo ni kifo. Kifo ndicho kinachomtenganisha baina yake na pepo, yani afe aingie peponi. Ayatul kursi. Bali kuna ikhlasi, kul huwallahu rabbil falaq na rabbin nas, mara moja swala zote isipokuwa salatul fajr na salatul maghrib zinakuwa mara 3. Wewe imamu ulipoomba dua umeiua dhikri hii, umeiua sunna hii.